Tunaukaribisha sana mtazamaji and our viewers from wherever you're watching us from this hour. This is Kuntuism 101 brought to you by your host Nyaswag Obed. Kama kawaida, leo tuko na mgeni. He's a police officer, but he has done way beyond being just a police officer, and that's why we have him here today with us. He's going to tell us 2-3 things about himself and tell us why he is that special kind of police officer, not just your ordinary officer. Now, I want to give you room which introduce useme wewe ni nani, uambie majina. Yes. Na tuendelee kutoka hapo. First of all, what is Kuntuism? Kuntuism. Yeah. Yes. No, show ni takuelezea tukiendelea. Okay. Yes. Nimeridhika na jibu lako. Yes. Nitazubiria baadaye. Yes. So, how are you, our viewers? Yeah. My name is Jacob Matara. But nowadays they call me Askari Rafiki. Askari Rafiki is the name that actually was branded by one of the SDA pastors. Oh. He invited me to a church function, and each time I will be available, like there is no excuse. And one day he told me, every time when I invite you here, actually you are the first person to arrive. So from today I will be calling you Askari Rafiki. You are a friend. Are you an SDA? Me, okay. I will come to that later. But for now, I can say that I have intentions of becoming a leader. I had like the face of God inside me, telling me that I'm supposed to serve people. Okay. So I'm not confined in certain religion, okay, but I'm spiritual. Oh, and I'm saved. Sawa. Yeah. Ushatuambia story ya Askari ni Rafiki mwanzo. Yes. Yeah. How long has it been kuwa Rafiki? Askari Rafiki, okay. There is a song I did it when it was Askari ni Rafiki. But okay, it has got nothing to do with this name Askari Rafiki. I don't know whether it was a prophecy or what it was. Askari ni Rafiki is a song I did the year 2014. Oh, yeah. That is 11 years? Around 11 years. Around 11 years. But this name, Askari Rafiki, nimekuja kupewa hili jina, na SDA pastor mwenye hakuwa amesikiza ile wimbo wangu, Askari ni Rafiki. Naye anaitwa Yobesh, by the way. Ulimfanyia nini? Si nimesema venye alikuwa anani-invite kwa functions za church, naenda. Then akakuja akasema, and you are a friend. Wewe sio kama askari wengine, wewe ni Askari Rafiki. So na hiyo jina limestick. Where I come from right now, if you go, I come from Kemera, like in Kitutu Masaba. If you go, ukienda huko ulize, maybe my names, unaweza kuwa usinijui. Watu wanaweza kuwa wasinijui. But now, if you go there, useme Askari Rafiki, utaambiwa huyo tunamjua. Yeah. Very nice. So, sikuwa nimemaliza intro. I come from my home area, inaitwa the larger Kemera ward. Location yangu inaitwa Getare. Actually, usiona Getare imeanzia hapa tu mbele tu. Hapa town. But sasa Umugonchoro is our shopping center. Oh. Yeah. You come from Umugonchoro. Yeah, sure. Good to know that. So when ni Kitutu Masaba ndio? Yeah, I come from Kitutu Masaba. Na mimi ni askari. I'm a philanthropist, somebody who is generous. Napenda kusaidia watu. And I'm a business person. I'm a musician. And I'm also a student at Kisii University. Sawa sana. Yeah. Kuna picha yako yenye umevaa nguo ya makanga wa magari. Yeah. Conductor, yes. Yes, I'm using part of that because when was that? Hiyo ilikuwa mwaka gani? That is nilikuwa makanga 2007 January for 2 months. Miezi mbili. 2 months only. Ulikula pesa ya mwenye gari? No. Tupe hiyo safari kidogo. Hiyo safari? Kanga umekuwa... Maybe, you know, I don't know. Rudi nyuma. Acha nirudi nyuma kidogo. Yes. I happen to come from a very humble background. When I was growing up, we were actually 12 in our family. Before I lost my elder brother, and then
we remain with 11 siblings. Now when I was growing up with 12 kids in a poor background, it's not even humble, it's poor. People used to abuse us like nyinyi ni wengi kama wafuasi wa Yesu. And then put it in and then like mura bange mura batumbu wa Yesu. So and you know, yes, when somebody is abusing you using practical example, there is no comeback. Because ameongele kitu iko. And then now ni ukweli tulikuwa 12 na tulikuwa from a very humble wa Yesu walikuwa 12. Walikuwa 12. And then now we were from a very humble background. Like we were living in nyumba za nyasi mbili. Na hizo nyumba actually zilikuwa zinanyesha ndani. Na sijui kwa nini kama Really for your parents and the yes. My parents walikuwa wanashare na watoto wasichana. Okay. Alafu sisi tulikuwa vijana watatu. Kulikuwa na kijana mdogo sasa. Huyo ni wanne. And then now hao wakubwa watatu tulikuwa tunashare hii saiga nao. And then now hizo nyumba zote actually zilikuwa zinanyesha ndani. And then there is something with poverty. When poverty strikes a family, yes, ainanga ile ati kidogo. If you are ravaged by poverty, you are ravaged by poverty. Now for us, we were so poor until the poor called you poor. Yeah, they were just calling us poor. Yet they were poor. Ile like uko maskini hadi mtu mwenye ni maskini anakuita ile tukiwa shule primary school. Mtu mwenye kwa ni maskini anakutusu kwamba nyinyi kwenu ni maskini na mko wengi. Now for that case wakati grow up nikapata kwamba kwetu tukifika class 8 wenye walikuwa mbele yangu wakifika class 8 awaendangi secondary wanaachia hapo. So inakuwa like my elder bro amemaliza class 8 hakuna kitu yenye haizi progress. My elder sister hakuna mahali anaenda. Then my father, to make it more worse, he sold a piece of land. Shamba yenu. Akapelekea yule kijana yetu mkubwa mwenye alikujanga unfortunately akakufa baadaye. We took him to a driving school. Like he was thinking, my father was thinking like if I sell a piece of land, our ancestral land. Hiyo ilikuwa mwaka gani? Ni kitambo because I was maybe my 99 hapo. Now how much did that go for? I don't know. Actually I don't know whatever because my father alipouza shamba alimchukua driving na akaweka duka kwa village akaichaza. Now to make like unfortunately I lost my grandmother. Ile tukio kwa matanga wezi wakakuja wakafagira duka. Sasa na huyo alikuwa ameenda driving. Sasa the only thing we achieved from ile shamba ni hiyo driving school. Then now if I move forward after niliona kwamba tukimaliza class 6 tuendi secondary, me I made a choice. And this is what I always tell young men today. My brother, nobody owes you anything. Not even your parents. You have a choice to make in this life. And I made this choice when I was actually 14 years. Because mimi sikuwa repeat ati shule. Mimi I was a genius. Mimi wakati nilienda nursery school, there was a teacher from our village, a madam. She knew my background. Na akagundua kwamba I was too clever to be in nursery school. Akanirukisha nikaingia class 1. Unaelewa? Na wakati nilipofika class 3 pesa zikakosekana za kwenda kufanya exam niingie class 4, mimi sikufanya hiyo mtihani. Another teacher alikuwa anaitwa Mr. Nyangau, anatoka hapa Nyangongo. Also ako hai. Also alinirukisha hiyo class yake akanipeleka 4 because class 4 bila kufanya mtihani. Bila kufanya mtihani. So mimi I was like a genius. So this madam wakati alinirukisha 4 ni masomo nimaliza class 8 and now I made a choice like home kwetu ni maskini ndio. Now ndio maskini ishe. I must do something that has never been done in our family. And that is going to Form 1. And then I was like, how am I going to achieve this? I laid down my plans. Moja, nikuulize tu swali moja. Hii hatuwezi kuuliza kwa Kizungu. Wewe ni mtoto wangapi? Mimi nilikuwa mtoto wa 5, but now later when we lost my elder brother, now I became the 4th born. Yeah. So kuna watu kulikuwa na 4 mbele yangu hiyo time. 4. No mimi nilikuwa wa 5.
Okay. But now, since we lost the elder bro, now I'm the fourth born. Oh. And now, the fifth born, I'm making a choice that has never been made by my elder siblings. Okay. And then I said, if I find somebody and become a houseboy, or I become a shamba boy, like taking care of cows, whatever it is, I must find somebody who will take me to school. And immediately, I found my first boss. Okay. You know, Tafuta mwenyewe? no. You know, when you just tell people, ukiambia watu, mimi natafuta kazi ya kuchunga ng'ombe, natafuta kazi yoyote. And people knows, me, I come from a Christian family. Yes. And people knows like, that family, watoto wako huko sio wezi. You will never like finish a month without having referrals. Lazima kuna watu watakuja wanasema, mtoto wa fulani, ako pale anataka kazi fulani. And then now kuna watu wengi wanatafutanga mashamba boy. Immediately nikakujiwa. So when nilipata my boss, nikamwambia mimi nataka, I just want to go to school. The boss akaniambia, you know what? Your salary is going to be 3,000. Hiyo ilikuwa mwaka gani? 2001. 3,000. Fairly enough. Fairly enough. That time. And then akaniambia, but now we have to make an agreement. I'll pay you 500 per month. 2,500 will remain with me month after month. And then later, after, if you work for me for a year, you could have generated enough so that I can take you to school new year. Oh. Now that was an agreement. So you were to work for the whole year bila kwenda shule? Bila kwenda shule. Yeah, so my payment actually per month was 500 bob. So the 2,500 can accumulate to pay my school fees a year later. I accepted. Kachapa kazi mwaka mzima, January to December. Ukufikiria mahali anaweza kuwa anakudanganya? No, I had this. How did you trust? You know, I was just a kid, and I never had trust issues. Okay. Because, you know, I was like, I have sat down with the boss, the lady, and the man. The husband. They have agreed they're going to take me to school. But the one rule I must accept is to receive 500 per month. And work for 1 year. And work for 1 year. And I did study diligently until it was on December 2001. I'm like, boss, it was on a Sunday evening, I remember. I'm like, boss, you know, almost before Christmas, 15th, 18th up, I wanted you to tell me how I'm going to school come New Year before I go home for Christmas. Okay. And then the guy said, hey, listen, young man, I know I have your money. The best I can do is wait until you reach the required age, and then I take you to driving school. Oh, yeah. Now the agreement is now twisting. Now it's shifting from to secondary school. Yeah, he's telling me, I want you to just grow up, and then I will take you to driving school. Driving, you must be 18. Yes. Yeah. You see now, he's talking about something of 4 years later. Yeah. And I'm like, we said, I will go to school. How comes now you are shifting the goalpost? Then he told me, unaona ile gate ile, kama utaki kazi, gate iko wazi pale. Unaweza toka ufanye nini? Nilijaribu kuongelesha mama nikasikia mama akimuongelesha hapo nje, mimi nasikiza tu. And then he was like, unajua wewe unapembeleza huyo kijana. Wacha aende kama anataka kwenda. So asubuhi yake nilitim, wameenda job, nikaandika barua, msinifuate. Mimi sijawaambia anything, nimeenda. Nikastick hiyo letter pale jikoni na using ni ya geometrical set hii shindano ile. Nikastick tu kwa wall like msinifuate. Mimi nilikuwa naishi hiyo nyumba ya jikoni ya matope, lakini nyumba zao zote ni permanent. Oh, okay. Immediately nilikuwa nishapata place nyingine. Kwenda Minyingu huko. Pale Minyingwa nikafika huko sana nikakuwa mwerefu. Yanda you said hiyo pesa ibaki hapo just hiyo pesa ilibaki. So literally I worked for a year for 6,000. Because I was getting paid 500 bob every month. Now nimechapa hata hiyo pesa ya December sikungoja. Maybe hivyo nilifanyanga mwaka na 5,500. And that is where ulikuwa unafanya kazi gani specific? Ilikuwa kuchunga ng'ombe na kulima shamba.
na kukuwa na kazi nyingine. Alikuwa na ng'ombe mmoja na ndama yake, so kazi yangu ni kutafutia ng'ombe nyasi. So ukienda pale Maili Mbili ninajulikana sana. That was the place actually. And then now I went to another place, Menyingwa, nikachapa kazi miezi 2. Hapa sasa nilikuwa sasa nimejua agreement yangu hapa isipo work, I just ran away. For 2 months nikaona hapa haita work, nikatoka. Nikaenda boma, I just want to go faster. Yes. Nikaenda boma ya 3 pale Kizi Prisons. Nikawa nafanyia askari kazi. Pia alikuwa bwana na bibi, sasa hapo duty ka change. For my 2 bosses, I was a shamba boy and taking care of cows. Now on the 3rd, I was now taking care of a 5-year-old kid, washing him, taking him to school, and cooking. Now I become a house boy. Sasa duties ka change, job description ka change. Pale kazi yangu ilikuwa kupika, kuosha vyombo, kuosha nyumba. Alafu prisons unajua? Ulikuwa unaishi hapo ndani hapo? Nilikuwa naishi prisons. Nao kuna wafungwa pale. Wafungwa ndio wanaletanga maji. Yes. Kazi yangu ni kupokea maji. Kama ameleta wafungwa 20 maji wameweka hapo nje hizo ndoo zote 20. Kazi yangu ni kupeleka kwa nyumba nimwage, niwarudishie hizo basin. Unajua pale unachungwa na askari. Yes. So askari yako hapo nje anangojea. And then kutoka hapo mimi kazi yangu ni kuosha nguo. Of course sikuwa naosha nguo za mama. Mama alikuwa anaosha zake. Inaosha za kijana, za mtoto. Pia pale nikaona sisaidiki. Na hapo pia nikaambia boss ni aje. Mimi naona ni kama atupelekani mzuri hivi ikawa atupelekani poa wenyewe. Kutoka nikamwambia mimi naona whatever that is mine unipatie mimi niende. Akaniambia unajua nilikuwa na plani ya kukusaidia lakini ni kama uko impatient. Nikatoka nikaenda sasa hiyo boma nimefika ya ngapi? Ya 3. Boma ya 4. Nikaenda huko Mungori kwa shule. Unaingilia Mungori sasa unachapa hiyo njia. Mara unaanza kukutana sana na chai mingi. Okay. Now I went to this rich homestead. They had these huge acres of plantation ya machani chai. Na mwenye alinichukua immediately venye niliona hiyo machani chai hivi, nikamwambia sikiza. Mimi sijui kuchuna chai. And then the lady was, your job itakuwa ni kuangalia tu ng'ombe usijali. Now tumefika kwa boma, the lady akanipetrea kidogo, akaambia mwenye boma kwamba huyu kijana nimekuletea anajua sana kazi ya kuchuna machani chai. Lakini anataka kupretend. Sasa wewe nimekuletea mtu multi purpose. So wewe piga kila kazi. Kuzuia alikuwa relative wake, tukakaa huko, akamalizia yeye akatoka, mwenye alinipeleka akatoka. Mwenye boma akaniangalia for a week. Pale kulikuwa na ng'ombe 14. Watu waskimu wanapata. Wako na ng'ombe za grade 14, unaamka unachuna nyasi bro. Jinsi ya gadi zinakuwasha una make sure umezibeba umezipeleka kwa field. Then now after hapo unaanza sasa kuenda mtoni kuleta maji. Kuna hizi half tank zimekatwa. Yes. Unachaza hizo tank zote maji. Ndio hizo ng'ombe zinakamuliwa zingine mara 3 kwa siku. Jioni ninaenda maziwa kuuza Kipkebe huko estate. Okay. Pia nikachapa hapo nilikaa 1 week peke yake. Walikulipa? Walinilipa. Mwenye boma pia hapo ilikuwa 3K mshahara. Mahali tulikosania ni hapo kwa machani chai. Mwenye boma alingoja nikachapa wiki, akinipima and then siku moja akaniambia nataka ubebe hiyo kikapu kuja hapo uchune chai. Hiyo ni boma ya Masonko hivi, walikuwa hadi na wafanyikazi wale wanaishingi hapo, wamejengewa nyumba zao hapo. Me I was like, mimi hata mwenye alinileta hapa nilimwambia mimi sitaki kuchuna chai. Sijui kuchuna. Nikaenda kusema sijui, akaniambia wacha kusema ujui kuchuna. Sema utaki, sitakusaidia. Akaniambia hivyo point blank. Niliambiwa kwenu mko maskini, sitakusaidia kama utachuna machani chai. These guys walikuwa wanapeleka kazi wanaenda na hiyo idea ya kwao ni maskini sana, msaidie. Hao wengine hawakuambiwa. Huyu mmoja ndiye aliambiwa. Hao wengine wao wanacharge tu. Unajua by the time you go to work for a person, it means you are not well off. You don't come from a well off family. Now huyu wa skimu yeye aliambiwa. Na akaiongea mbele ya watu. Hapo sasa ndio ilinua, nikamwambia mimi naelewa kwamba tuko maskini, sababu kama sio maskini singekuwa hapa. So the best thing I am going to do is to go home.
We will do for Just do your calculation for a week, how much you will pay me. If there is nothing, I'll just walk. If there is any cash, I was willing to do so. Akaniambia kwa siku mbili. So nikatoka tu mimi nikaendea manguo zangu. Kurudi by the way mama alitoka kwa shamba, alikuwa kwa shamba. And that's the first day niliingia kwa nyumba yake. Mimi for a week sikuwa nimeingia nyumba yake main. Nilikuwa naingia business yangu ni jikoni mahali naishi. Nitoke. Okay. That day akanikalisha kwa nyumba, aka apologize, akaniambia nimeomba msamaha. Umaskini, utajiri hakuna mtu anazaliwa nayo. Nisamee. Nikamwambia nimekusamea. Akaniambia kuanzia leo fanya kazi yako ya ng'ombe, sitakusumbua. And I told her from today I'm not going to be here. Nitapatikana kwetu leo. Akaniambia okay, kama umekataa. Kaambia msichana alikuwa hapo mhesabie pesa zake for a week. Wakapiga hivi zikakuja kama 700. Akaniambia sawa. Utembea na Mungu. Ni hivyo tu nikatoka. Nao hapo ndio naenda kupata my final boss. Na ndiye mwenye alikuja kunisaidia. The fourth one. The fifth actually. Oh, the fifth. So hapo nimefika home, my dad ameniambia nilikukataa. My father was against. My father was against idea ya kwenda kwa boma za watu. So he told me, nataka ungoje, just want you to wait. I'm going to look for money and I take you to you'll be a radio technician, radio TV, fundi. So I was like, fundi? Hapana. Again my elder brother akasema, huyu jamaa akikuwa fundi wa radio, I'm like no way disrespecting mafundi. I'm just quoting what my bro said. Alisema huyu jamaa no mkawara, huyu ataenda kuibia watu atakuwa mjuaji zaidi, adanganya watu wa radio ati ile imeharibika hii ati hapana. Sasa sijui watu wa radio wanachukuliwanga aje. So my bro alisema hiyo kitu sasa tukacheka, na mimi yenyewe sikuwa nataka kuwa fundi wa radio. Mimi nikasema the thing I'm going to do is to persuade that dream ya kutafuta boss. High school actually. Bado nikaendelea until one evening nikakutana na mama fulani, hata sikuwa namjua. Pale Tumari Naivas ile ya zamani. Kuna ghorofa imejengwa hapo mzuri. Okay, na hiyo hapa kama hospitali. Mahali kuna hiyo Naivas hapo. That is the place mahali huyo mama alikuwa na salon. And I've been looking for that mama mpaka wala sijampata. Alikuwa anaitwa Grace Mluya. So that mama, she was my destiny connector. Because nilikuwa mimi nimekaa tu kwa salon yake hapo nje hivi. And then nikapatana na msichana mwingine wa nyumbani anafanywa broad dry hapo. I'm waiting for that lady amaliziwe tupanda nyumbani. This lady tulikuwa naye classmate. Okay. Sasa hizi anaenda form 3, shule zimefungwa. Mimi bado sijaenda shule. Now I'm waiting for this lady amaliziwe tupande nyumbani, tuendanishe. Then this mama, she's like anamfanyia broad dry, kuna kadirisha, kuna mlango, then kadirisha hapo hivyo. Ilikuwa kioski ya mabati. So the mom is watching me from that window. From the ananiangalia hivi tu. Sasa macho yangu yanagongana na yake. Inside my heart up to this day, I remember what I was thinking. I was like, huyu mama maybe ananihurumia tu, kijana anakatiana mademu. So mimi ninaibika. Juu mama alikuwa elderly. So mimi namwangalia hivi, mimi naangalia kando na nyamaza tu. Then wakati mama alimaliza kumfanyia broad dry, akaniambia, kijana nataka kuongea na wewe. Hivyo ndio aliongea. So I was like, what does she want? Anaenda kuniambia nini? Unajua mama aliniambia nini? Msichana akaenda kusimama hapo akamwambia, ndaenda tu atakufikia. So msichana akatoka pale venye neighbor shiko akaelekea kuja hapo mbele hivyo. And then mama akaniambia, ati kijana unaonekana uko kijana mzuri. That is the first word she said. Hapa sasa nikitikia nikasema, yes. Then akaanza kuniambia ati kuna dada yangu Mluya ameolewa na Mkisii. Ninataka nikuunganishe na yeye uende kuishi na bwana yake. Atakusaidia. Just like that. So I'm like, kumwambia shida zako. Kumwambia shida zangu simjui, hatujuani. So I'm like, kwani amejuaje shida zangu? So I think it is God who was using this lady. Because after tumeongea nikamwambia na nimeenda kwa boma za watu kama wanawajanisaidia. Akaniambia usikufe moyo kijana yangu. Hold on. Jaribu huyu sasa, jaribu huyu.
Nikamwambia sawa. Hiyo nikuje lini? Akaniambia kuja kesho saa 5. Urudi hapo kwa Nirudi hapo kwa salon yake. Nikaenda nyumbani saa 5 nikarudi kesho yake. Akanidirect hadi hapo hiyo place inaitwa Mandela Flats. Inakuanga hapo kando ya Ramu Hospital kando hapo nyuma. Kuna ghorofa za kwanza hapo zinaitwa Mandela Flats. Nikafika hapo nikapatana na huyo boss yako hapo. Alikuwa anafanya kazi Kitui. Nao amekuja holiday. Amekuja kuchukua watoto wake waende vacation. Nilipofika hivi jamaa akaniuliza maswali, mke wake akatokea tukaongea. So hapo ndivyo tuliagree, nikamwambia mimi nimefanyia watu kazi, nataka mtu anipeleka shule. And they agreed, wakaniambia huyo mzee aliongea hivi kole wate vijana. Alikuwa Mkisii. Alikuwa Mkisii, mke wake ndiye alikuwa Mluya. Ananiambia kole wate vijana kutoka Okonya. Mama naye akaniambia, mama alikuwa anaelewa Kikisii, akaniambia unajua si hatuna mambo mingi. Kama utakuwa kijana mzuri usituibie, usifanye nini, sisi tutakusaidia. So tuka agreement was reached. December venye ilifika hivyo 2002 December. Ndio tumeenda Ukambani Kitui town. You moved with the family? Ni hapana. Mzee alikuwa anaishi peke yake Kitui. Family ilikuwa inakaa Kisii. So alikuja akachukua watoto wakaenda kwanza. Akarudi. Kama baada sasa venye aliniacha ndio nilifunzwa kupika na huyu mama. Akanionyesha venye unapikia mzee. Miaka yote huko umejua kupika? No, nilikuwa napika lakini sikuwa najuanga kupika ugali ya wimbi. So mzee alikuanga na mambo ya ugonjwa wa sukari. Alikuwa he was diabetic. And now walikuwa wanataka mtu mwenye anaweza kupika hizo food zake. Kumanage. So alikuwa zile za mzee anaishi peke yake anashindwa kupika. Na tunataka kijana mwenye anaweza mpikia kutoka kazi jioni. And I was that boy. So mimi nilifika pale, kazi yangu ilikuwa kumpikia. Hapo venye tulifika Ukambani tulichapa tu 1 month. Tumeenda December 27th 2002. On February 2003 ameniuliza, na kijana ulikuwa unasemaje? Kuhusu pesa yako. Mimi kwa zile za nataka kuenda shule. Ndio mzee akakuja tu siku moja akanipatia 6k. Kaniambia ukiteremka hiyo njia kuna shule unapata hapo chini. Inaitwa St. George's. Ukifika hiyo shule upate mwalimu. Mwambie bwana Diowani amekutuma. It was a deal. It was a deal. Na nilipeleka shule kama mzazi. Kufika pale nikaambia ulivaa uniform ama ulienda uniform? Nilienda tu na civilian. Hapo ndio mwalimu akanituma mahali uniform zinapimwa. Mzee alikuwa amemueleza kila kitu. You talked with the teacher. So pale ndio yule sasa mwalimu deputy akanionyesha, akaniambia utaenda mahali fulani hivi, ulipe pesa fulani, uchukue uniform hapo za shule nini. Nikaenda nikapiga picha, passport. So hadi kuna siku nimeonyesha hiyo picha. Ukifollow tu utaona picha nimevaa shati ka white, nimevaa kitu fulani kwa shingo hivi. Nikapiga hiyo picha. And then now nikaanza shule. Tumekaa na huyo mzee sasa nitaenda fast ndio nifikie hiyo conductor. Mzee tumechapa na yeye miaka 3 tuko Ukambani. Amekuwa promoted. Shule. Nishaingia shule saa 203. 204 205. Urudi form 1. Sasa nimeanza form 1. Now 3 years akapewa promotion. Akakuwa DC. Kumbuka mimi niko Ukambani bado nasoma. Amepewa promotion, amekuja Nairobi training, kutoka hapo amekuwa posted Nyayo House. So akaniacha Ukambani nimalize shule kwanza, ni shule sifungwe ndio nimfuate Nairobi. Nyumba. Sasa niliama nikaingia nyumba ya askari. Askari fulani alikuwa anaitwa Kakawa inspector. Alikuwa hiyo inspector, lakini yule jamaa alikujanga pia akaingia rank kubwa tu hadi akakuwa assistant inspector general of police. Huyo ndiye aliniacha kwake. Alikuwa Muislamu. Huyo ndiye akanichunga hadi nikamaliza shule. Kutoka hapo akaniassign askari NPC. He was still paying for you ama the new askari was gathering? Yeye ndiye alikuwa ananilipia kila kitu. Actually alipanga promotion towards like to almost start term. So like ni kama tulikuwa tushamaliza kila kitu. Mimi nilikuwa tunabaki tu nimalize shule. Ndio niende form 4 ndio nimfuate Nairobi. So venye nilimfuata Nyayo House, my first time sasa kutembea sana Nairobi. Unajua siku ya kwanza tukiendanga tulitoka Kisii na hizi gari za Kisii tukafika huko country bus. Na gari za Ukambani tukapanda tu tukazipandia hapa karibu na Afya Center hapo. Ukapanda pale. Tukapanda hizo gari za Ukambani, so sikutembea Nairobi. Niliona tu magorofa kutoka ndani ya gari, kwa hizo gorofa zinakaa hivi. So wenye tulirudi kutoka Ukambani, ndio sasa nilitembea sana Nairobi. Sasa niko na hiyo hamu ya kutembea. We want to know kutoka country bus hadi Nyayo House. How do you know the directions? Ama mlikuwa na askari fulani. Kuna askari mwenye nilipewa Mkisii. Huyo askari ni beshte yangu hadi wa leo.
Okay. Anaitwa Dismas Orango. Ni askari hadi waleo ni best yangu sana. Hiyo ndiye alinileta Nairobi. Kanipeleka hadi kwa mzee akatupokea kwa ofisi yake. So kutoka hapo tukaenda kwa nyumba Buruburu. Sasa maisha ya Nairobi sasa mimi nashangaa bwana, kwani kunaendaje hapa? Kidogo tukaingia Kayole, nikaingia shule. So in short, nikamaliza form 4. Venye nimemaliza form 4, mzee ameniambia hivi, sikutaki kwa nyumba. Hapo ndio sasa uniform ile umeuliza inaingia. 2006 nimemaliza form 4. To 7 December nimechukua hizo vitu zilikuwa zinaitwa za michuki. Kuanzia kwenda nini zote. Hadi nilikuwa ngadi na badge na uniform, and then from there akanileta Keroka. My story ya kufanya miezi 2 ile uliuliza kwa nini ilikuwa 2 months kama nilipa pesa. Wana watu wenye nilipata Keroka. Ulikuwa unafanya route gani? Keroka Nakuru. Tulikuwa tunatoka Keroka tunakuja hapa Kisii Town. Kisii Town tunaenda Kericho Nakuru. Na boss alipeana instructions. Akaambia hao wasi kwamba huyu kijana nimemleta, nataka 1 week ya kumfunza kazi. Yeye anakaa tu ndani ya gari. Alipi, unaenda na yeye kila mahali mnamfunza kazi. Na hiyo ndio trigger the hatred kuja kwangu. Because these guys were like, who is this guy? Mbona tunamzungusha tu? Kama mzee anakaa tu ndani ya gari kwa kiti. So ni kama amekuja kutumonitor. Aone tunatengeneza pesa ngapi. Na mimi hiyo, that was far away from the truth. I was never even concerned about how much they were collecting. Hadi tukimaliza siku jioni, wao wanakaa pale mbele ya kiti pale, driver na conductor wanachapa mahesabu, mimi niko huko nyuma. Wananongonezana tu, wanamaliza wanagawa mshahara. Mimi wananipatia 200 yangu 300 kuja hapo nyuma. Wengine wanapeleka kwa ofisi. But now wakati ilifika nao siku yenye imefika nao 1 week imeisha. Sasa inamaanisha ni mimi nafaa nikalie kiti ya collect pesa. Hapo ndio shida ilitokea. Ilikuwa kwamba conductor anapumzika on Saturday. Akaambiwa ukipumzika Saturday unapumzika siku ngapi? 2. Huyu kijana anachapa hizo siku 2. Peke yake. Peke yake. Kutoka hapo gari kama nilikuwa na gari zingine. Ikasemekana kuna gari tutaleta. Ndio tutapanga tuone tutamweka gari mpya. Ama tabaki kwa gari wewe uende gari mpya. But these guys hawakuamini. Wao walikuwa zile za huyu jamani spy. Na hivyo ndivyo spy anyway. Na hivyo ndivyo watu walinifuta kazi. Unajua walinifuta aje? Siku niko kazi hiyo Saturday na Sunday. Gari nakimbizwa kutoka Keroka kuja town. Wale watu mlibeba stage. Ndio. Au tu ndio mnafika nao Kisii Town. So kama wanashuka Virongo, wakishuka hii ya baby kwa njia. Mkubwa ni pesa ikosekane jioni. Tukifika kwa manager, there is no money. And then unaona mnatoka hivi kwa mlango mnaingia kwa ofisi. Una expect mko na driver hivi. Mkienda kuingia kwa ofisi and then anakuambia tuingie. Sasa zile wewe umeingia hivi, yeye anarudi nyuma. Anakuacha na unaongea na manager hapo kati. Umeleta pesa ngapi? Unasema nimeleta 3,300. Sasa hadi hiyo 300 ya juu nilikuwa nichukue lunch. Sijachukua kwa sababu I'm like hii pesa ni kidogo, gari zingine ziko na 7,000. Uzinezi zimeenda Nakuru. Kwani mimi niko na 33. Naulizia wengine, wewe umeweka pesa ngapi? Hiyo 1 week nilikuwa nimejuana na conductor, tume exchange manamba. Mimi nakwambia mimi leo biashara ilikuwa mzuri, nimefunga 67. Sasa wewe uko na 33 unashinda waweza huyo. Ulikuwa route gani? Sasa tukifika kwa ofisi, sasa mimi tumeingia na driver hivi, mimi nafikiria hapo nyuma yangu. Kumbe aliniambia tunaenda nani. Lakini nikienda kuingia hivi anarudi hivi. So mimi niko hapo nimeface the manager. Unaniangalia hivi, kijana, umeleta pesa ngapi? Ati nimeleta 33. Atatu what? Hebu 33. Akaniambia, kuanzia leo, sio ndio siku yako ya kwanza. Nitakupea 1 more chance. Gari zingine ziko na 7,000. Wewe unaleta 33. Wapi driver? Unasema si yako hapa nyuma. Hamna sikia kutonga kutoka nje, kumbe anasikiza. Kama mgambi naondeka. Huyu alikuwa manager shop, hakuwa boss. Alafu anaingia anamuuliza, "Kwa nini unabaki nje?" Alafu anasema, "Unajua nimebaki nje kidogo so that kama kijana ako na complain against me, aipeane. Kwa sababu najua anaweza niogopa." Namuuliza, "Kwani pesa ziko wapi?" Anasema, "Hapo mimi msiniingize. Mimi nimemjazia watu hivi siku nzima. Mimi si bado amepeleka do." Sasa hapa nikapewa another chance. But chance ya pili ilikuwa
niende na driver mwingine sio yeye. Na unajua drivers wanajuana. Yes. So huyu jamaa akaambia driver mwingine, if you want to save my job, huyu kijana asikuje na pesa jioni. Sasa tu na niende mind business iko sawa. Sasa driver mwingine the difference yake na huyu wa kwanza, yeye alikuwa anapokea, anachaza gari, anachukua pesa. Mkifika kwa route anakuambia unajua lazima nikuwekee pesa hapo nyuma unaweza ibiwa, which was good. Na hivyo ndivyo nilifunzwa kazi. Ati mkifika route ya kwanza unapeana pesa kwa driver. Now on this guy yeye, jioni mkipiga hesabu, unapata pesa umeandika kwa kitabu ni tofauti na pesa yenye anakupatia. Alafu akamalizia kuniambia, nikimuuliza sasa shwali, sisi tumecollect like 11,000 in total. Tunafaa kutoa fuel, kwa gari kakunya 3900. So tunafaa kutoa hiyo 39 alafu tuchukue salary, mbona sasa pesa tena ni kidogo? Alafu akaniambia unajua wewe niliambiwa wewe ni kijana mbaya. Nimeamini. Anauliza juzi umeweka pesa ngapi? Nikamwambia 33. Akasema leo sasa umekanyaga 4,000 na kitu. Sasa unajua hivyo inamaanisha umeimprove. Sasa na mwambie it's not about kuimprove, it's about the amount of money yenye tumetengeneza kwa siku. Bwana hapo nikaona siku mrefu, but to make it short, kwenda kwa ofisi, hapo ndio manager alisema sasa mimi is either I work in this company or I leave this work for you. There is no another option. Uenda ama mimi niende. So nani angeenda? Si mmoja lazima angeenda. Mimi sasa ndio nilienda. Na hivyo ndivyo niliacha uconductor for after 2 months. Nikarudi Nairobi Mjengo kwa ile boss bado. Juni alijua shida yenye nilikuwa nayo haikuwa yangu, ilikuwa shida ya kuwekelewa. And the guy nilikuwa nimekaa naye for 4 years. He knew me better than anybody else. Kuzadi kwa nyumba wakati nilikuanga house boy wake, nilikuanga naosha nguo napata pesa kwa trouser. Nilikuanga naziweka kwa zinakauka, naziweka kwa meza. Kikuja nauliza, hizi ni pesa gani? Ndizo nilipata kwa mfuko wa trouser. Uko unajiwekea kidogo pocket. Hapana. Huwezi fanya hivyo kwa sababu maybe hata alikuwa ananipima. Na hiyo trust ndio nilijenga trust hapo sana. So jamaa kanichukua Nairobi. Now ndio venye Mungu ana work. After 8 months later, nilikuja nikarudi pale kwa wale watu wenye walinifuta kazi kama manager wao. Naelewa sasa. Wale madriver. Nilikuja sasa nikarudishwa kama manager wao. Na sikujua kama narudishwa kama manager. Mimi nichapa Nairobi Mjengo, boss akanipea kazi nikasimamia nyumba yake kaisha. Alafu akanirudisha Keroka. Mimi nikafikiria bado tunarudi conductor. So wenye tumefika kwa meeting hivi ameita driver. Hiyo time alikuwa akwadi na Kanta. Ameita drivers wa Kanta, wengine tumekaa meeting ndio aliwaambia unaona huyu kijana wenye ni mdogo hivi, kuanzia leo huyu sasa ndiye my representative. Akikufuta kazi hata usinipigie simu. Enda tu. Sitaki kuona simu ya mtu yoyote kati yenu kuja kwangu. Simu zenu zote kuanzia leo zinapitia kwa huyu kijana. Kijana ndiye ananiuniform. Hiyo ilikuwa miezi ngapi baadaye? 8 months later. Just 8 months. 8 months nimerudi kwa stand. Meza zikatana. Hivyo ndivyo nilichapa kazi. Nashukuru Mungu like for a year. Hapo sasa ndio baadaye ndio nikapata askari. Ulikuja kuwa askari lini? What's up now? 2008. Makanga na kuwa askari. Si unaona sasa Makanga niliingia January 2007. Yes. Nikafutwa 2 months later. So miezi 8 baadaye ikiwa around mwezi wa 10 around hapo ndio nikarudishwa kama manager wake. So kutoka hapo nikachapa kazi tena mpaka mwezi wa around mwezi wa 8 next year sasa. Ndio kazi ya askari katangazwa. Kazi ya askari ilipotangazwa nikaambiwa jamaa hivi. Najua walikuwa wananiambia niende ualimu. Alikuwa ananiambia unajua askari hawananga pesa. Alikuwa anamwambia mimi nataka kuwa askari. Ananiambia askari aachana na hiyo, ni kazi hawana pesa. Kweli though, hamna pesa. Bana hii maisha. What you choose to do with what you have. Unaelewa? Na Mungu alisema I will bless the work of your hands. Hakusema I will bless your salary. So if you choose to because you know salary. Let me say this for the record. Whoever is working for any company, kuna hiyo amount of salary yenye imewekwa kwa hiyo institution. Like usipo work better, utumie hiyo salary kufanya other things,
kama so civil servants, I'm speaking now to civil servants. Mkoloni ni kama alitengeneza salary yenye itakuweka mfungwa pale hadi uende retirement. Hawakuweka salary atikae mingi hivyo ati utosheke mara moja utoke. So you must work for the 60 years. Wamekuweka like kukaa slave hapo. So it's upon you to think outside the box. Hiyo pesa kidogo unapata, you do other things, you invest other things kidogo kidogo, and then Mungu atabariki kazi ya mkono wako wenye alisema. Okay. Yeah. So hiyo story ndio imeishia hapo sasa, labda uniuliza anything else ndio kutoka hapo nikakuja nikakuwa askari. So apply kuwa askari ama ulienda wapi? Nilienda field. Nilienda Nyayo Stadium Nairobi. Ulienda Nairobi? Nilienda Nairobi Nyayo Stadium. Mimi nimeandikiwa Nyayo Stadium. Nyayo Stadium unajua inaandikanga kila mtu. Okay. And on that day vile nilifika kwa field hivi niliona watu karibu 7 watu kama 5000 wamejaa kwa hiyo field. Na sasa nilikuwa najiuliza, my God, am I going to be among those who will be selected? Because your time district kama nne zilikuwa zijui kama siku hizo wanaandikanga hivyo. Zilikuwa zinaandikia pamoja. Kwa sub county. Lang'ata ilikuwa inaandikia hapo. Sijui ni Nairobi West, sijui hizo Kasarani zote nini zilikuwa zinaandikia hapo kwa hiyo stadium. Same venue. Yaani watu wanakuja hapo wafanyie. Nairobi as a province that time. Ilikuwa inaandikianga ya stadium. So siku hizi ndio wamedevolve. Sasa watu wanajitegemea wanaenda kwa mafield zao huko. So I thank God nilichaguliwa. Ulikimbia? Nilikimbia. Nikakuwa number 6. Nikakuwa number 8 bwana, niliambiwanga boss wangu ananiambia hivi. If utashindwa kukimbia, mambo yako imeisha. Lazima ukimbie. Nairobi kuna transparency. Ukionekana hivi umepita hivi wamekata wengine kwenda hapo mbele, wewe na iko uko na afya mzuri, mambo yako iko sawa. Ulikuwa umekimbia before like did you been practicing? I used to play football. Nilikuwa mchezaji wa mpira. So kifua yangu ilikuwa imezoea pressure. So wakati ilikuwa ni piga mazoezi. Nilikuwa nimepiga mazoezi ya. So kutoka hapo after nimekuwa askari na nikasema I need now to revenge. 2006 nilikuwa form 4, hiyo ndio kitu sikuwa nimeongea. I lost my elder bro. Na tukapata ile ngoli ile nasanywa yote 600 bob. Naelewa. 600 ile like saizi unaweza toa 500 hivi. Unaona? Basi pale kwa kijiji coins tu. Coins nini ma 20 bob, 10 bob, 20 bob. So hiyo pesa kuhesabu ikakuwa 600 and something. So mimi wakati nimeandikwa kazi hiyo kitu ikanikura kichwa sana. Like iliniuma. I was like okay, 600 bob, mashilingi tu mingi hivi. Nikasema Mungu ukinisaidia nipate kazi, sitakosa kuenda mahali kuna matanga na sitakosa kutoa 1000. Sasa hapo ni home. Okay. Nikisaidia mahali kuna matanga lazima nipeane 1000, ndio pesa yangu ile, ndio pesa hiyo familia kama ni maskini kama kwetu. Kama ni 600 iwe 1000 yangu at least my 1000 iwe kwa sana. So I've seen you donate almost every funeral yenye nimekuona. Exactly. Always wakisema wakati wa Rongori, you always the first one. And kuna mali naendanga napeana, like there is a case nilipata mwanafunzi school fees iko juu. Napeananga hata 5000 za zingine. Sipenangi hata 1000. I handle each case when naiona. Hadi ndio imefikia sasa watu wakafika mahali watu wetu wanasema Mroyo Mbiare anafaa kuje. Maybe that is a story for another day. But kitu nilisemanga revenge mzuri nitafanya. Wale watu ambao walitusupport mimi wengine hawakuwa na pesa, sio kupenda kwao ndio wakapeana hizo coins. Ni umaskini. Unajua wakati uko maskini, you know when you are poor, hata watu unakuja kukutana nao, wenye wanakuja kwa function yako ni maskini. Ndio unaona hata ukiona function za matajiri mingi, ni matajiri wenzao wengi wanakuja. Na kuna middle class of course, unapata wametengeneza their social capital. Yes. Unapata watu wana attract all types of classes ya watu. But mostly ukiona watu maskini wamepata una shida, the poor people. Unapata ni maskini ndio wenzao ndio wanakuja hapo. Your story is very interesting. And it's a good journey. I think somebody has learned a lot from that. And they apply, like never give up. That's what I learned from you. Ulienda kazi ya kwanza, ya pili, ya tatu, mpaka ya tano. Finally where Mungu alikuwa amekuwekea Msamaria. So ushakuwa askari. Nataka kuskip hizi parts zingine tuende kwa wewe kwa mwanamuziki.
what triggered you mpaka ukaona sasa let me try music? When I was in the village, nilizaliwa na hiyo talent. I used to have this guy, a village band. Okay. And there was a guy, he was in Form 2. There was a school long time ago. There was a school which used to be called Progressive. I don't know, maybe huko umezaliwa. Hiyo shule. Unaona mahali kuna Quickmart? Yes. Kama kuna yupa Kisita utaijua. So there was a school ilikuwa inaitwa Progressive. Hata mimi of course nilikuwa naijua, but nilikuwa najua jamaa anasoma Progressive school. So ilikuwa prestigious school. It was a secondary school. Alikuja na hiyo jina kijijini mnamwesha. No, but hiyo shule ilikuwa inaitwa hivyo. Ilikuwa plot mahali kuna Quickmart. Current. Hiyo sasa Quickmart kulikuwa na shule hapo ndani. Kwa ndio Progressive. Okay. Ndio baadaye wakuja wakarenovate wakapatia uchumi ikatoka. Nakumatt ikakuja, Nakumatt sasa ndio Quickmart. And from Nakumatt actually never skills ilikujanga hizo. So when I was young, I was in primary school, and then this guy alikuwa ameshamaliza class 8. Akiwa class 8 aliniita kwao. Akaniambia aliona niko interested na mambo ya muziki sana, na tunapiga hizo madesk shule. Drums. So tunapiga tu desk tu, tunaimba tuna nini. Ilikuwa on a Friday, unajua primary school ni mimi grow up, Friday was a day of music. Ama social activities. The new jamaa pia alikuwa na tanga wengi, so huyu jamaa sasa akaniita. Akakuja akaniita siku moja, kama I think kama ameenda form 1 hiyo Progressive school. Ndiye akaniita akanipatia gitaa ya plastic ya kibuyu imetengenezwa na 5 liters. Hapo katikati amepasua vizuri round. Akatumia hizi silk za nguo kama gitaa, akazifuta huko mbele akaweka misumari. Hiyo kitu bwana ili kickstart na jump start my music career. Nilitoka kwao kama na feel like now I'm made it in life. So nikaanza kutengeneza band. Na hapo ndivyo muziki mambo yangu ya muziki ilianza, lakini sasa professionally after nimekuwa askari ndio nikasema now lazima I need to actualize ile talent yenye niko nayo ya muziki. Na pia nikapata kuna hate ya watu kuja kwa maaskari. Nikasema sana by the way. Kwanza manarusha tia gafika mahali. So nikasema kuna askari hapa katikati ambao tuko nao wenye wanamuogopa Mungu. Kuna askari wenye hawataki, like there is a guy mwenye nimetoka college hivi nimekutana naye, anaitwa CJ. Ananiambia bwana, usikubali mambo ya kushika hongo. Hiyo kitu inakulanga mpaka mshahara yako. So nikamwambia hii kazi yetu ya AP kuna kuanga na corruption wapi? Akaniambia mkiananga kushika hata kina mama wachanga hivi, usikubali kukula hiyo pesa. Hiyo pesa inakuanga ni ya laana. So nikasema okay, kumbe this is the thing. And then kupitia jamaa nikaingia kwa hiyo line kwamba ukishika hii pesa iko na maneno yake. So kusema uje kula hongo. Mimi sikulangi hongo. That is why like entire career as a police officer. Naona nitakuja kwa hiyo part. Naona after nimetoka college, nimeenda Samburu. Samburu hakuna hongo ungekula huko. Umekuja Kenyanya. Nilikuwa posted mara. Mara ya kwanza ilikuwa Samburu pale, ni mambo ya kukimbizana na hizo mabandits huko. Wenye nimekuja Kenya nimepata na jamaa, yeye ameniambia hiyo story. So nikasema kumbe ni mbaya. Okay. Immediately after nimechapa miaka 2 nimekuwa bodyguard pale county. So duties zika change. So venye I don't know, ulikuwa umeniuliza kuhusu hongo. No, not about hongo. There was kuna kulianzia music wake. Music. No, music venye nimepata like nimekuwa askari, nimetoka huko up country mali nilikuwa nimekuja down Kenya. Ndio nilianza muziki. Nikiwa Kenya nikasema instead ya kwenda kukimbizana na mama, let me do gospel music. Niende niuzange CD zangu nitengeneze pesa yangu clean. So pale nikiwa Kenya, you were looking for an alternative. I was looking for an alternative at first. Also nikisema kwamba through my music I can be able to say my testimony kwa kwenda kwa watu kupitia kwa muziki. Na hivyo ndivyo nilifanyanga my first album. Ilikuwa inaitwa Hakuna Silaha. Hakuna Silaha, the first when nili shoot hiyo video
nilienda nikauza like 600 copies. Hizo DVD. Nilienda nikauza, kulikuwa na makurutu pale kwa college. Nikaenda nikashuti video na pale ikawashika. Then now ilikuwa ni kitega uchumi. So wakati nirudi na hiyo CD ilikuwa almost graduation. Niko na laptop. Wakienda kuangalia hivyo wanasema, "Hai bwana, huyu ni Langati bwana. Hai bwana, hii ni kampani fulani." Hai. So kila mtu ana copy. Na nilienda nikaongea na mwenye mkubwa wa college. Akaniruhusu wakimatch. Wakipita hivi, mimi niko pale sasa, kamera inawashika, nikamwambia mtu wa kamera, "Make sure umeshika wase." Wenye wanapita sasa, wana match kando yangu na niko na uniform yao. Ulikuwa strategist. So inawashika So pale nika raise pesa mzuri ya kulipa huyo mtu wa video aliniamini bila pesa. Akabuy hiyo idea. Nikamwambia, "Mimi bro, nataka uniamini, kwa nini enough Kikuyu. Kama nataka uniamini to shoot hivi music nini, tenda tutarudi kuwauzia." Na akabaye na kuna jamaa anaitwa wa Jesus. Wa Jesus kwanza ndiye unajua wa Jesus the famous. Yes. Huyo ndiye aliniprintia kwanza hizo ma DVD free. Cameraman yake akanishika video. Na nikauza baadaye nikakuja nikawalipa pesa yao yote Nairobi, nikarudi Kisii. So kutoka hapo ndo nikakuja nikafanya Askari Ni Rafiki nao professionally. The first video nilifanyanga professional, sasa a single video. Yenye nilitumia pesa mingi kutoa kama project. Nikatoa Askari Rafiki kwamba iweze kuapili kwenda kwa wananchi kwamba askari si adui. Kwa sababu tuko hapo, unashtukia mtu amechapwa anakuja, "Afande nisaidie." Alafu najiuliza, kwani ya watu wanasemanga si ndio wabaya, alafu sasa wanataka tuwasaidie. So nikasema wacha nitengeneze a sensation song yenye itaapili kwenda kwa general public. Sitaki tuongea story yote ishe, but you've been doing let me just skip to the charity events you do. So charity event, I think maybe hiyo story yako ndio imetrigger ukaona acha pia usaidie watu. Exactly. So charity niliingia nikajiuliza, mimi sikuwahi ilipa Mungu kitu. Sikuwahi fanya mazuri yoyote hivi ndio Mungu anishike mkono. So kutoka hapo nikasema hata mimi nataka nifanye charity na if possible nipate mtu mwenye pia nataka asomeshwe. Mimi pia niweze kulipa kwa kumsomesha. First charity ilikuwa ni kuweka wenye nimekuja county kama bodyguard, nikaanza kuweka hao ma street boys. Yes. It was 2013. 2014. Kuna street boys. Ukienda children's home. Exactly. Children's home zote. So street boys ilikuanga ni kuwaweka pamoja na waongelesha. I used to write a proposal to Coca-Cola na kuomba maji, soda. Naandika proposal nyingine kwenda Sansora, wananipa mikate. So vijana wakikuja unawalisha. Nawalisha, tunawaosha, tuna nini. Kidogo tukaanza kushirikiana na KCPH wako na kitu inaitwa Kingdom Child. Yes. Ikawa like every Christmas tunawaita pale PH pia, tunawashughulikia. Tunawaongelesha, tunamwambia mwenye anajisikia kwamba anaweza kutoka kwa street aende shule. Jitokeze. Did you get any? Kuna jamaa anaitwa Douglas Yarege alichukuanga 3. Mimi nilichukuanga 1. Nikamsomesha mpaka form 4. Wakati hapa katikati kuna mahali nilifikianga akapata masponsor wazungu. But sasa mahali nilikuwa nimemweka orphanage, nikawaachia nikamwambia mimi sitaki kukuza pesa ya mtoto. Ati mimi ndio nianze kutumiwa ndio ikuje kuniharibia jina, hata ikuje hapo. Siku nitakuwa tajiri watu waseme huyu ametumia pesa ya watoto mayatima kujisaidia. Nikamwambia nyinyi handle issue ya huyo mtoto. Hadi wakati huyo jamaa alitumiwanga pesa ya kununulia yeye baiskeli, aliniita. Nikamwambia tukakuja tukamita hapa kwa street, nikamwambia sawa, wewe nunulia mtoto baiskeli. Sasa alikuwa ameingia secondary. So hadi akamaliza secondary. So nashukuru Mungu kwa hiyo. Even currently kuna mtoto sasa huyo alikuwa kijana. Nijue wenye Mungu anawaka. Baadaye huyo kijana mimi nilikuwa najua kwao nimenyengwa. Nimekuja kupata shosho yake ametoka kwa kijiji yetu. Baadaye na sina kijana tumekutana tu hapa akiwa chokora kwa street. So mimi last year 2024 ndio nimeenda Matanga home. Kufika kwa hiyo Matanga nashukia mtu ananishika mkono ati kwani hapa ndio uko, na mimi naambia wewe unafanya nini hapa? Ananiambia hapa ndio kwa shosho yangu. So saizi currently niko na mtoto msichana mwenye pia ninasaidia, niko na rafiki yangu mwingine hapo fulani anasoma shule ya Western huko National School. So hiyo bado ni baadhi ya vitu ambazo nilisema lazima niendelee kusaidia wenye naweza. Unaona venye naendanga, kuna hiyo kwenda
matanga huko home, Yeah, kila mahali. you. Nimeweka tournaments home kwetu from 2014, 15, 16, 17, 18. 19 ndio nilikuwa natoa ile song yangu inaitwa Maambia album. Hiyo December nikasema sitaweka tournament. Wacha ni focus kwa song ku launch my album. 2020 COVID ikaingia. Nikasimamisha tournament. 2020 tena nikaweka sasa kubwa kabisa. Okay. Yeah. Sitaki tumalize hii story. Kwa masaa pia imeenda sana. Yeah. Nataka uongeleshe Boy Child. Yes. Specifically. Because where we are right now, so that is more focused on the girls. Yeah, sure. So uongeleshe too. I know they are watching, even their parents, and we are watching. In a minute also. Yeah. Because umepitia hii story, you have a story to tell. Yeah. And you've shared part of it. So uongeleshe wale, kuna jamaa maybe tuko pale nyumbani, tuko zile za unajua sasa kwetu hatujiwezi. So mimi nimekuhamia hapa. Yeah, ati hakuna mahali I cannot be anything. Nataka nikwambie mwenye ananiangalia. Yes. Kwamba kamera yako ni gani? Okay. Yes. Mimi kutoka kuchunga ng'ombe, kutoka kufanya kazi ya nyumba, mimi ndio nimekuja kujengea wazazi nyumba ya matofali, nikawekea tiles ndani. At least na wao sasa ukifika unaweza toa kiatu. Nataka nikwambie first, do not give up. So give up. Alafu kitu ya pili, hakuna mtu akona deni yako. Usifikiria mtu fulani hajanifanyia hii so sitakuwa hii. I'm going to tell you this. What you are going to be is never determined by what somebody is going to do for you or what somebody is not going to do for you. Your destiny is in God's hands and it's also in your own hands. So kuna mtu mwenye utasema Mungu yangu akunifanyia, yangenifanyia ningekuwa hii. Kenye utakuwa haiko determined kwa kitu fulani yenye yangu yako atakuja kufanyia ama wazazi. Some of the people wenye hata wameaccomplish a lot of things in life. Watu wenye maybe hata wamekuwa abandoned, wenye hawajasaidiwa. Mungu anataka mtu asikusaidie. Ndiye mwenyewe akusaidia achukue huo utukufu. So Boy Child, what I'm going to tell you is this. Usijihurumie. Mambo ya kujihurumia hakuna. Pambana hii maisha. Mungu yuko, weka Mungu mbele. Alafu do the very little you can do. And God will do all that you will not do. Yes. Very nice. Uliniuliza swali, what is Kuntuism? Sasa unaona hii kitu umeambia watu. Yes. Now that is the definition of Kuntuism. Nimemaliza hivyo? Umemaliza hivyo. Asante sana bwana kwa kuwa. Fiti. Yeah. Very, very impressed by your story and where you've been. Yeah. I think it's very inspiring. Good. Somebody might be thinking like, sasa mimi hii maisha yanipeleka wapi? But listening to you and seeing you, I think they know kuna mwanga mbele. Yeah. We also thank you for being with us for the last hour or so that we've been hosting the show and having this conversation. We'll have more of this each and every time. Stay tuned with us. The show is Kuntuism 101, brought to you by yours truly, Nyaswabu Obed. See you next time.